Mpenzi subscriber, natumai mahali popote ulipo uko fresh, uko mzima. Mimi Rome Italy niko vizuri, alhamdulillah. Natumai mahali popote uko mzima. Kwa wale ambao wamesubscribe, asanteni sana kwa kunipa nguvu. Hiyo ndio njia moja ya pekee ya kuniwezesha mimi niboreshe hii channel. Mpenzi subscriber, mengi yametendeka duniani. Mengi yanatendeka duniani kila kukicha. Mimi nitaka nizungumzie mambo mawili matatu. Kwanza, Mwisraeli ni Mmarekani na Mmarekani ni Mwisraeli. Myahudi ni Mmarekani na Marekani ni Myahudi. Kufikia hapo nafikiri mmeshaelewa nimesema nini. Na hakuna mahali popote, hakuna njia yoyote, hakuna kitu chochote kitakachofanyika mmoja wao akipata shida. Undugu ni kufaana, si kufanana. Hiyo ndio kusema ukweli. Unajua kumekuwa na mkataba wa kusimamisha vita, kuwepo na amani kati ya Hamas wa Palestina na Waisraeli wa Yahudi. Na hiyo mkataba si eti Waarabu ama Waislamu ama wa Palestina ndio wameandika ama wamekuja nayo. Ni Donald Trump na Benjamin Netanyahu, wakati Netanyahu alipoitwa kule White House. Unajua kuna mambo watu huzungumza kwa simu na kuna mambo watu huzungumza faraghani, ana kwa ana, kwa sababu simu huchukuliwa ama hushikwa ama hutegwa sauti. Hakuna kitakachojificha kwa simu, lazima itajulikana. Sasa Donald Trump akitaka kuongea na Benjamin Netanyahu, itabidi Netanyahu asafiri kutoka Israel kule mpaka ikulu ya White House. Na hiyo ndio imefanyika. Na waongea wao wawili, Donald Trump na Netanyahu. Hakuna mtu yoyote mwingine huwa anajiunga ama wako pamoja na wao. Wale ambao kwamba wanajiunga pamoja na wao ni baada ya hawa wawili kumaliza kuongea kule faraghani, wakitoka nje kuja kuongea na waandishi wa habari. Sasa hapo ndo kuna wale wasaidizi, hapo ndo kuna wale mawaziri wa Israeli na vile vile wale ambao kwamba wa Marekani na waandishi wa habari. Lakini mambo ya kuzungumza wao huzungumza kule ndani. Sasa hatukujua ni walichozungumza kule ndani kuelewana ni nini. Leo hii baada ya mkataba wa amani ambao imesukumwa na Marekani kupitishwa na ikakubaliwa na Hamas kupitia viongozi ama kupitia nchi ya Misri, Qatar na Uturuki, kuna masala ambayo kwamba wamekubaliana nayo, na hayo masala wamekubaliana nayo ndio imewezesha wafungwa ama si wafungwa waliotekwa nyara na Hamas na wale walioshikwa, waliosombwa, waliokamatwa wa Palestina kuachiliwa leo. Lakini kwa upande wa Palestina si wote. Kumbuka raia wa Palestina ambao wako katika jela
wako katika jela ya Israeli ni raia wapatao 10,000, zaidi ya 10,000. Na wale ambao kwamba watawachiliwa kufuatia mkataba wa amani ambao kwamba Donald Trump ameisukuma hii ni 2,000 peke yao. 2,000 wengi wao ni wale ambao kwamba walishikwa wakati operation ya Israeli ilianza kule Gaza baada ya kisa ya tarehe 7, Lakini nyuma hapo miaka za mbeleni, huko mbeleni, hata kabla hiyo kisa ya tarehe 7, miaka 2 iliyopita, kule mbele kuna Wapalestina wengine walikuwa wameshikwa kule mbeleni, kama jamaa mmoja anaitwa Baruguti, na wengine wengi wameshikwa, walihukumiwa, wengine wameshikwa hawajafunguliwa mashtaka, lakini wamezuiliwa, na wengine wamefungwa maisha kule. Wote kwa jumla ni zaidi ya 10,000. Unaona? Sasa wale ambao kwamba wametekwa nyara wa Israeli, ambao kwamba walitekwa nyara wamezuiliwa na Hamas kule Gaza, wote wameachiliwa huru. Wote wamewachiliwa. Kwa upande wa Hamas ni 2,000 tu. Kwa upande wale wa Hamas ambao kwamba wanawachiliwa na Israeli ni 2,000. Wale wengine 10,000. Unaona? Sasa mimi kwa maoni yangu naona wamechezwa. Wapalestina wamechezwa game. Kwa sababu kama wanataka amani, wangewaacha wale wote, maana wale wanapigania haki yao kujitawala kivyao, wanapigania mustakabali yao, au Wapalestina si waizi, si wakora, ni watu ambao kwamba wanapigania mustakabala yao. Sasa kama vile Waisraeli wameachiliwa karibu wote, basi wale wote pia nao waachiliwe. Na pia tunapata habari saizi, naambiwa na mmesoma, ni kule walioko ndani ya jela kule, walio gerezani kule, wale wa Palestina, kuna baadhi ambao walipigwa mpaka wakauawa. Kwa hivyo kuna Wapalestina ambao kwamba ni hayati, mwili yao imehifadhiwa kule na Waisraeli, na kuna wale ambao kwamba waliuawa kule Gaza na mwili yao ikachukuliwa ikapelekwa Israeli. Kwa hivyo pia na inafaa iwasilishwe hizo mili, kama vile Hamas watawasilisha mili ya Waisraeli. Alafu kuna jambo lingine ambao kwamba mimi nasema Hamas wamechezwa ni uongozi wa Gaza. Donald Trump anataka awe anaongoza hiyo sehemu, ama hiyo kamati ambao kwamba watasimamia masala ya Gaza, Donald Trump na viongozi wengine kama Tony Blair na wengine. Kwa nini isiwe ni Wapalestina wenyewe? Ushaona? Alafu wamesema wale ambao kwamba watasimamia ni wengine ni wanachama wa nchi za Kiarabu za Kiislamu, ambao watasimamia hapo. Sasa hii wanapiganisha Waarabu na Waislamu wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu ukisema ati wa Saudi na wa Qatar na wa Dubai na wa Misri na wa wengine na wa Jordan, waje baadhi yao waje waongoze kule Gaza, na wao wako na nchi yao. Tunaona ni kwa dhulumu hao. Sasa kama wanataka amani, mimi kwa fikira yangu nasema waache wa Palestina wawe na nchi yao na Waisraeli wawe na nchi yao. Kama Waisraeli wamechukua ardhi ya Wapalestina wamekaa, waondoke, waende kwa ardhi yao. Kama vile mimi nimesikia kuna jambo ambalo kwamba pia na nimesikia ya kwamba Waisraeli pale Gaza hawataondoka kabisa. Wale wanajeshi wameenda wanadhibiti asilimia 40 ya sehemu mpaka kuwepo na
wanajeshi wengine, yani Hamas wasiwepo. Na Hamas wamekubali, wamesema wale ambao wanafaa kukua pale kama wanajeshi kulinda pale, basi wawe ni wa Palestina, si wanajeshi kutoka nchi za nje. Na mambo ya kusalimisha silaha, Hamas wamesema hawezi wamesema kusimamisha ama kusalimisha silaha, hiyo haiwezekani. Alafu jambo nyingine mimi na mambo ya kujenga upya Gaza. Inafaa Marekani, manake silaha iliyotumika, masilaha kama mabomu zilizotumika kuharibu Gaza ni ya Marekani na Israeli. Basi wale ambao wangekuwa mngefaa wale ambao zile nchi ambao kwamba zingefaa zihusike kwa kujenga upya ni Marekani na Israeli, kwa sababu wao ndio wameharibu hiyo nchi. Jambo nyingine ambao kwamba mimi nilikuwa ningependa kusema, nimesikia Donald Trump ametoa hotuba yake katika amehutubia bunge la Knesset kule Israel, na mimi nimeona na nimefuatilia live moja kwa moja. Kuna mambo ambayo kwamba amezungumza. Amesema kwamba amekiri kwamba Marekani ilipatiana silaha ili Israeli tekeleze mashambulizi yake Gaza. Kwa hivyo wale raia wote ambao kwamba wameuawa kule, kwa mfano wale raia ambao wasiokuwa na hatia Gaza, kina mama, na watoto na nini, basi damu, Donald Trump mikononi mwake iko na damu pamoja na John Biden. Kwa hivyo wao wamehusika. Kwa hivyo wao pia nao waweka katika ile orodha ya wale ambao kwamba wamehusika katika maafa kule na mateso kule Gaza. Jambo nyingine ambaye amezungumza ni ile, amesema ya kwamba katika hiyo mwandishi katika hiyo mkutano wa kwa hiyo mkutano wa hotuba pale Knesset, alizungumza kuhusu kufanya mashambulizi Iran. Na mimi najua sasa Iran ienda pengine wataajibisha, kwa sababu hii hotuba leo imefuatwa duniani nzima kule Knesset Israel, dunia nzima imefuata. Kwa hivyo amesema amesambaratisha, amepiga mabomu wapi ameharibu kule Iran najua pia sitaki kuongea juu yao, manake wao watajiongelesha wenyewe, wataongea wao wenyewe, watajibu Marekani. Jambo nyingine ambapo pia nataka niseme ni Donald Trump ameguzia, amesema to make Israel great, yani Israeli kubwa, na amezungumzia Golan Heights ya Syria, eneo inakaliwa kimabavu. Amesema hiyo itakuwa katika himaya ya Israel na Jerusalem, ila eneo ya Al-Aqsa, hiyo sehemu yote ya Palestina itakuwa katika himaya ya Israeli. Hiyo Waarabu, Waislamu wafikirie vizuri, wale ambao kwamba wanasaidia Amerika, kwa sababu nyinyi mnachukua mali yenu mnampa Muamerika anampa Israeli. Nimwambia Muamerika ni Muisraeli, Muisraeli ni Muamerika. Kwa hivyo kwangu mimi, na amesema kwamba anaipanua ile inaitwa Abraham's Accord, yani ile maelewano ya masikizano ya kuwaleta nchi zile za Kiarabu ambao kwamba ziko karibu na Israeli wawe wa marafiki wa Israeli. Ushaona? Kwa hivyo wametaka kufanya. Kwa hivyo mimi ninaona, kwa sababu nchi nyingi za Kiarabu zinaongozwa na kifalme, na ufalme ziko na wasiwasi ya kwamba watapenduliwa ama watafanywa nini. Kwa hivyo wanataka usaidizi ya kuchungwa, wapatiwe usalama na Marekani. Watafuata vile Marekani na Israeli wafanya. Kwangu mimi naona kisiri nchi hiyo ilikuwa ikisaidia Muisraeli kumpiga mwenzao, Muisraeli kumpiga mwenzao Mpalestina. Kwa hivyo hii mambo unaona watu hao wanapatiana chakula, wanasaidiana nini hapa ni mdomo tu, lakini huko wamekuwa wakimsaidia Myahudi kumpiga Mpalestina. Bwaga comment yako hapa, na ujue kwamba kule Afghanistan na Pakistan wanachapana kweli. Kuna nini?